mazuri. Asante, asante, asante. Nitaingia lango lako na sifa moyoni. Nitaingia kwa shangwe kuu. Nitasema ni siku njema Bwana ameifanya. Nitafurahi mbinguni Wakati nitajikuta mbinguni kwa Baba. Nitasema ya ulimwengu nimeshayacha. Haleluya, nitasifu kufika mbinguni. Oh, sana nitaingia kwa shangwe. Nitaingia lango lake na sifa moyoni. Nitaingia kwa shangwe kuu. Nitasema ni siku njema Bwana ameifanya. nitafurahi Kufika mbinguni. JCM Church, hallelujah. Ai, JCM Church, hallelujah. JCM Church, hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. In 1, 2, 3, wapi shangwe na vigelegele? Hey. Kwa hivyo, ubona mwedete agani nini mutera? Your Excellency the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, our Governor, Kiambu County, our area MP Mheshimiwa Keng'ara, our woman rep, our friend, our mother, Honorable Ann Wamuratha, cabinet ministers wale ambao wamefika wakiongozwa na rafiki yangu former governor wetu William Kabogo, and all protocols observed kama vile ambavyo mmewakilishwa na viwango vyenu, wachungaji wangu JCM Church priests kutoka maeneo yote hapa nchini, wale ambao wamefika, viongozi wa kanisa letu la JCM Church na washirika wangu, roho yangu, watu wangu. I want to say that I'm so delighted. Na kwa sababu kuanzia jana wakati nilitangaza rais unakuja hapa, tumebandikwa majina na ni vizuri. Sasa rais, mimi ndiye Gathungu. Na majina yangu naitwa Bishop Ben Kamau. Nimeokoka na mpenda Yesu kwa sababu ya kuniokoa na zaidi ya kunipa kazi ambayo ninafanya katika kanisa hili. Na rais ni rafiki yangu. Sasa ukiongelesha rafiki yako, unajua Momfam amekuja na ametetemeka kidogo. Mama Ken ndiye nimeona amejitia ujasiri, na rais ni kwa sababu tunakupenda. Na kanisa la JCM ni kanisa ambalo huwa linafikiria kwa akili zake peke yake.
We are a very independent church na tumetoka independent. Na kwa hivyo sisi tukisema tunapeana unga Wednesday, hatupeanangi maharagwe. Tukisema tunapeana pikipiki, hatupeanangi gari. Siku ya gari ikifika tutasema. Kwa hivyo ukisikia hili kanisa linakupenda, usitafute upendo mahali kwingine. Huo upendo uko hapa na ni ukweli. Kwanza pamoja na viongozi ambao wamekuleta, tunashukuru sana. Kwa sababu leo mimi hata ukitoka uende na usiniongeleshe tena, umeguza roho yangu. Kwa sababu wakati umeingia the Lord Store, hiyo ndiyo roho ya Bishop Ben. Wakati umekanyagisha miguu yako hapo, sasa nimejua kutoka saa hii mpaka utakapoenda hiyo, utakapokurudi hapa kuwa mwinjilisti, hili kanisa hakuna wazazi wangu watalala njaa. It is our third anniversary tangu tulipoanza kanisa hili. Mimi nimehudumu na kanisa la AIPCA tangu nikiwa mtoto, nimetawazwa pale. Na ukiona mimi ni shujaa na huwa siogopi, huo ushujaa nimetoa pale. Sababu hilo kanisa ni kanisa letu, na hilo kanisa ukiwasha tunawasha, kinisukuma tunakusukuma. Na hiyo ndiyo roho ambayo inaishi hapa JCM. Lakini miaka mitatu maono yetu yakawa makubwa. Ninaongea Kiswahili, najua Kizungu. Naongea Kiswahili kwa sababu ya wazazi wangu wamekaa pale. 45% of the congregation 45% of the congregation in this church are 50 and above years. Alafu tuna vitengo vitatu katika hili kanisa tulipoanza. Tuna kitengo cha wazee. Na kama naweza kubalika, wazee wote wa JCM, baba wa nyumba, hebu kila mtu asimame mahali ameketi. Mababa wa nyumba wote wasimame, hata kule nyuma mababa wote, hata branches, hata wazee ambao wametoka branches wasimame. Hao ndio baba wa nyumba wako pale. Asanteni, Mungu awabariki. Tena katika hili kanisa tuna kikundi kinaitwa The Beautiful People. Hao ni kina mama wanaitwa JCM Compassionate Women Council. Kama naweza kubarika Mheshimiwa Rais, Women Council wote hata branches mnaweza mkasimama ili Mheshimiwa Rais awaone na afurahi, kwa sababu leo tulisema ni siku yenu. Kila mama wa JCM simama mahali ulipo. Let us celebrate our mothers. Let us celebrate our mothers. Amen. Alafu katika hili kanisa tuna kikundi cha Gen Z. Mheshimiwa Rais, ninafikiria katika Kiambu County hili ndilo kanisa ambalo limebeba Gen Z wengi. Si mngesimama tu rais awaone wengine wenu, si Let us celebrate Jesus, Gen Z's. Amen. Mnaweza kuketi. Asante sana. Na hizo program ambazo umesikia zote zikitajwa hapa, Mheshimiwa Rais, Gen Z, they occupy 70% of our programs, kwa sababu hiyo ndio roho yetu, na wao ndio unasikia wako colleges, wako universities na wanasomeshwa na hili kanisa. In this church we have a category ambao tunaita wake wa Mungu, au ni wale wake waume zao walifariki na wakaachwa bila wengine msaada, lakini wakati tulifungua hili kanisa wakapata nyumbani. I would request all wives of God atumia amunene atumia amunene, au ni wajane ambao we take care of them in this church. Wana siku zao za kuabudu, wana siku zao za kuketi chini na kutiana moyo, na wengi wao ndio tuna watoto wao mashuleni, na huwa tunashukuru Mungu, and they are part of the big team of intercessory. Pia katika hili kanisa tuna kikundi kinaitwa 60 and above. Hao ndio wazazi wetu katika hili kanisa. Nauliza wazazi wetu wa miaka 60 kwenda juu, kikundi kinachoongozwa na Mama Irongo, wasimame wote. Hao ndio kikundi cha miaka 60 na kuendelea, na unaona vile ni warembo. Hao tunawaweka vizuri. Mheshimiwa Rais, asanteni. Na hao kila Alhamisi
kuna gari letu la kanisa ambalo hupeleka chakula kwao nyumbani, na zaidi wale ambao wameshindwa kuja kanisani kwa sababu ya uzee. Pia katika hili kanisa tuna wazazi wachanga, ndio tunaitanga young parents, wanaume na wanawake, ambacho kinaongozwa na Shiko. Can all young parents rise up? Na nyinyi mko na nguvu, msimame mkiweka mikono pamoja, mkishangilia rais wetu ametutembelea. Tumpigie makofi mazuri. Hao tunawaita young parents. Vikundi vyote hapa kanisani vimejumuishwa. Mheshimiwa Rais, naweza kunena mambo mengi lakini leo sitaki kwa sababu mimi hulia. Tuna kikundi cha PWDs, people who are able differently. Maybe naweza uliza wale ambao wakiongozwa na Francis Wakuku, wale ambao wanaweza wakasimama, wale ambao unaona wote wako na mikongojo. Hao tunawaita people who are differently able, wako na uwezo mwingine ambao wanaweza kufanya. Asanteni sana kwa sababu ya kuja. Mheshimiwa Rais, sitaki kunena mambo mengi kwa sababu leo najua nchi yote iko hapa. Lakini mimi nashukuru Mungu kwa sababu kuna siku nikiwa mdogo nilikuwa namwambia mama yangu, ipo siku nitashikanisha Kenya. Na Rais wa Kenya akiwa hapa, nchi yote iko hapa, kuanzia Garbatura ginya mwanya wa Ruhu. Na kwa hivyo Rais, ukiwa kanisa hili, kanisa letu halina mipaka. Hili ni kanisa la watu, injili bila na mapema. Hapa kila mtu anakuanga nyumbani. Na Rais wa Jamhuri ya Kenya, ningependa kusema kwamba nishukuru viongozi hawa wetu wa Kiambu. Wengine waliabudu hapa Sunday, tulikuwa na Mama Simba hapa, Mheshimiwa Alice aliabudu hapa na sisi. Tulikuwa na Mheshimiwa Mary Mungai aliabudu hapa na sisi. Na Rais huyu mama, wacha niseme ya kwamba ametusaidia sana. Mary Mungai, yeye ndiye alifanya tupate televisheni yetu. JCM TV ni televisheni yetu ambayo imeajiri vijana zaidi ya 32 ambao unaona kule, na wengine wako shule. Hawa unaona hapa mbele wanasoma wakifanya kazi hapa, na ni yale tusaidia wakati alikuwa Communication Authority. Kwa hivyo kumpeleka pale atutusaidia sana. Pia nishukuru Mheshimiwa Kagombe, Mheshimiwa wa Gatondo South aliabudu na sisi hapa Sunday. Rafiki yangu Mheshimiwa Kawanjiko aliabudu na sisi hapa Sunday. Mheshimiwa Senator mtarajiwa Koge aliabudu na sisi hapa Sunday. Na Mheshimiwa Rais, wakati hawa watu walikuja, kwa sababu hili kanisa hutembea na Mheshimiwa Sabina, I'm so sorry. Mheshimiwa Sabina alikuwa hapa majuma mawili yaliyoisha. Huyu ndiye amenilea katika redio na akaniacha nikiwa nimejisimamisha, na alituletea msaada. Na hiyo gari umesikia tulinunua ya wamama kupelekewa chakula nyumbani. You are part of it kwa sababu alituletea mchango wako. Na tunashukuru sana Mheshimiwa Sabina. Walipokuja hapa Jumapili, Mheshimiwa Rais, waliingiana na moyo wetu wa kubadilisha maisha, na wakatusaidia kuokoa shamba la mzee Joseph Kamau pale Gatondo South. Alikuwa na deni la mtu, mke wake akiwa mgonjwa. Mke wake alifariki, tulimzika Alhamisi. Alikuwa amekosa kuzikwa kwa sababu shamba lake lilikuwa linauzwa. Na wakati hawa waheshimiwa walifika hapa, tukapata pesa, tukalipa hiyo shamba, na siku ya Alhamisi tukapumzisha mke wake. Na siku ya jana, hawa waheshimiwa, kwa sababu ni wa serikali yako nitaje hivyo, ujenzi wa nyumba ya 3 bedroom ya huyo mzee ilianza upande wa Gatondo South. Na mimi nishukuru kwa sababu mambo haya yote ni kwa sababu sisi sote tunaelekea on the side of compassionate gospel. Hili kanisa letu limejengwa katika huo msingi, na sisi Rais hatutakuangusha. Gavana wetu anajua, mbunge wetu anajua ya kwamba watu hawawasumbui tupatie chakula, kwa sababu wanaelewa kuna kanisa. Na umeingia store yetu inakaanga supermarket, unapata mafuta, unapata chakula, unapata nini. Na nikisimamisha
Kama ningechukua nafasi ya kusimamisha watu ambao maisha yao yamebadilika, tutalala hapa. Lakini wengi wako hapa ndani ambao tumebadilishia maisha kupitia sadaka zetu. Sisi hatujawahi fanya michango, hata kununua hii shamba sisi hatujawahi fanya mchango. Tumejizatiti kama jamii, sisi tunaishi kama jamii. Na wakati kule nje wanasema JCM si kanisa, sisi huwa tunasema si kanisa, we are a family and a community. There is a very big difference between a church and a community or a family. Sisi we are a family na ninaongoza hapa vizuri. Wakati nimekueleza kuhusu hili kanisa, nikakuonyesha shule yetu TVET, tukaenda the Lordstar medical yetu, umeniuliza kwani niko na serikali kidogo. Sasa Kenya ni vizuri nikujulishe, wewe ndio rais wa Jamhuri ya Kenya na mimi ndio Mumia na Bongo One. Sasa because this is a kingdom on its own, na tunashukuru sana. Mheshimiwa Rais, sitaki kuchukua muda mwingi kwa sababu nataka kuleta neno la Mungu, utoke hapa kama umebarikiwa. Lakini ningependa kushukuru uongozi wa kanisa hili wakiongozwa na Mr. Charles Jenga ambaye ndiye chairman wetu na mwanabiashara hapa Eastern Bypass. Pia ningependa kushukuru our patron Mr. Elijah Kamau, nishukuru kiongozi wetu wa wamama nchini Mama Ken, na nishukuru the Brothers of Compassion. Kila mtu mahali ameketi anaweza kusimama. All Brothers of Compassion, hao wanaume ndio hushikilia huduma ambao ninaendesha bila kulalamika, na mimi nikitoka hapa Jumatatu huwa narudi Ijumaa ninaenda kutafutia hili kanisa. Bila kuchukua muda mwingi ndio nilete neno la Mungu. Mheshimiwa Rais, hapa sisi tuko na bottom up yetu, na bottom up yetu haiko tu hapa, sisi tumeiambukiza katika nchi ya Kenya. We now have 8 Lord stores ambazo tumesambaza katika makanisa ambayo sio ya JCM, ikiongozwa na huyo askofu na mke wake wameketi nyuma yako. Huyo anaitwa Bishop Benson Ng'ang'a na mke wake Reverend Patricia, ambao wanahubiri pale Chosen Generation Church Nakuru, na yeye ndiye askofu mkuu wa makanisa hayo. Hao ni beneficiaries wa the Road Store kwa sababu pia Nakuru wako nayo. Wako na mpango kama huu tunafanya, na wako na mpango wa health, na tuliwaambukiza kutoka hapa, na kanisa lao limepanuka kutokana na mpango huo. Na matamanio yetu ni kuambukizana hii injili ifike mahali kwingi, kwa sababu nimeona sasa imeanza hata kuingia kwa waheshimiwa. Ninaona waheshimiwa wakifanya hivi, niliona juzi wakifanya empowerment programs, nikaona trolleys, nikaona pikipiki, nikasema injili ya huruma gwataniro ya kuiguanira. Na kwa hivyo Mheshimiwa Rais, kwa dakika chache ningependa ujumuike nami ninapo kuonyesha jinsi ambavyo sisi huinua maisha ya washirika wetu. Kwa hivyo kwa ruhusa yako nitamwalika Ndung'u aje hapa na alete wale ambao siku ya leo tunainua hadhi ya maisha yao. Hawa ni wale watu wengine wanafua nguo nyumbani kwa watu. Hawa ni vijana wengine wamemaliza shule. Hawa ni wengine wametoka katika familia ambazo hazina uwezo. Nasi tunataka tu kutokana na chochote kidogo wanachopata waweze kujiendeleza, waweze kujiinua, waweze kuinua familia zao. Ukitembea hapa Mheshimiwa Rais, Ruiru, Kimbo, Githurai, Thika, Juja, uone duka zimeandikwa Compassionate Shops, ama uone troli zimeandikwa Compassionate Snacks, ama uone Compassionate Chapati Kiosk, ama uone Compassionate Riders. Hao wote wanakuanga wametoka hapa. Na mimi ningependa kushukuru serikali yako kwa sababu vijana wetu tunaopatia trolleys hawajawahi sumbuliwa na serikali ya gavana wa Matangi. Popote wanapoenda wakiona ni ya JCM hatujawahi ulizwa. Vijana wetu wakienda kutafuta license ya kuendesha pikipiki huwa hawanyimwi as long as wamesema wametoka JCM. Vijana wetu walio Thika, mimi sijawahi sikia, ni mmoja tu alikuwa ameguzwa anachukuliwa, lakini Mheshimiwa Alice akatusaidia na huyo kijana akapewa mahali pa kuweka hiyo troli. Na saa hizi tunaongea na wewe, huyo kijana hana troli saa hii, amefungua duka ya kurembesha wanawake makucha. Na hivyo ndivyo ambavyo tunavyoinua hadhi ya watu hawa. Kwa hivyo ningeuliza Mr. Ndung'u aje hapa, kwa sababu tulikuwa na watu wengi lakini tukaona
hawa ndio ambao tumepangia. Katikati ya hawa, Mheshimiwa Rais, kuna wale ambao wataanza biashara ambao unaona hapa ya kupika chapati. Maybe moja inaweza letwa hapa karibu Ndungu. Hii tunaitanga Chapati Forum. Hii bill akienda aanze kazi kesho na imalize na siku moja. Siku nyingine atakuwa ameweza kununua bill nyingine na mafuta. Kwa hivyo hii tunaitanga Chapati Forum. Tunakupatianga hii ya kugaragaza, tuna kichungi ya kupika chapati, tuna karai na tuna frying pan, tuna jiko, tunakupatia mafuta na tunakupatia a bale of wheat flour. Sasa hiyo vile iko is around 15,000. Na hii naweza nikakuonyesha kwa ishara. Kuna mama wameanza hivi, lakini saa hii hawako hivi, wameanza hoteli ndogo ndogo kwa miaka 3 ambao tumekuwa hapa. Na hawa watu washirika wetu wanajua huu mpango. Tumeondoa zaidi ya wamama 300 ama 400 kufua nguo, wanalipwa 200. Sasa hiyo 200 wanajitengenezea na wanatengeneza faida. Pia hapa tuko na mpango tunaitanga Mtumba Economic Program. Mtumba Economic Program huwa tunapatia mtu camera bill. Camera bill inueni. Camera bill ni kama hii. Na bado tuna empower yule ambaye hutuuzia, ni mshirika wetu na alianzia kidogo, lakini sasa analeta containers, anaitwa Shiro. So huwa tunapatia mtu mtumba bill moja. Hiyo ukiuza umalize inakuletea faida ya 40,000. Unarudi sasa kwa hiyo duka hata bila kutuhusisha, unaendeleza biashara yako, na hao wana biashara wamejaa hapa. Na leo tulikuwa tumepanga wengi, lakini kwa sababu ya masaa tukaona tuifanye hivi kwa ishara. Tuko na tunaitanga compassionate snack. Compassionate snack ni hii. Hii tunakupatia troli, ndani yake kuna jiko. Kuna jiko, Mheshimiwa Rais, unajua mayai ni part of the best diet in the world. Na haya mayai yote huwa tunanunua kwa yule ambaye ni PWD. Yeye ana mpango, tulimsaidia akasimamisha mpango wa kuku. Yeye ndiye huuzia washirika wetu mayai at a low cost. Kwa hivyo biashara zetu ni ukweli, niko na kaserikali kadogo. Biashara zetu zinazunguka hapa. Nazo hizi zinaundwa na wanafunzi ambao tunafundisha welding katika ile TVET yetu. Wanasimamiwa na David Ngoge ambaye pia ni tunamuitanga One Lege, hiyo ni jina ya kanisa. Yeye ndiye amesimamia shule yetu ya vijana ambao tunafundisha welding, na wao ndio wamejenga hili kanisa. Na kwa hivyo hizi tunaundia hapa kanisani, halafu tunapatia washirika wetu. Tunakupatia mayai na tunakupatia smokies. Kama rais hujawahi kula smocha, bado uko na safari ndefu. Hii inapasuliwa, inawekwa katikati ya chapati, na askofu hajawahi kuuza hata moja. Kwa hivyo hii tunakupatia. Huyu mtu hata akitoka hapa saa hii na atake kulala na pesa, atalala na pesa, kwa sababu hii ni kazi unaanza na by jioni imeanza kazi. Hii tunaitanga compassionate snacks, na tumefanya nyingi. I think tumefanya zaidi ya 5,000 ama 6 hapo, na huwa tunapatia watu. Finally tuko na motorbike program ambazo unaona hapa. Hizi motorbikes, vijana wengi ambao wanakuja kanisani huwa hawana capital ya kuanza. Na kwa hivyo capital ya kwanza wakikosa, sisi tumeingia mpango na kampuni ya motorbikes, tunawalipia deposit. Halafu wao wanaanza kulipa hiyo nyingine. Pikipiki akimaliza anachukua logbook, inakuwa yake na anaendelea kufanya biashara. Mheshimiwa Rais, that is our compassionate program, pamoja na zingine ambazo huwa tunafanya. On top, wakienda kuanzisha biashara hawa huwa tunawapatia kila mtu shilingi 5,000. Na ndio hizi ambazo leo tulikuwa tunapatia 30. This is 150,000 from the church. Inapatiwa kila mtu 5,000. Yule wa troli ananunua nyanya na vitunguu na kachumbari. Yule wa chapati ananunua makaa, anaanza kazi. Yule wa pikipiki ana fuel, anaanza kazi. Hivyo ndivyo ambavyo sisi hufanya. Hiyo ndio program yetu. Sasa hawa unaona ni beneficiaries wa leo.
Ilikuwa mtu atoke na yake hapa, lakini kwa sababu ya masaa tukapunguza huo muda. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, ubarikiwe sana unapozidi kutuombea, kwa sababu hii kazi ni kubwa sana. Ile ingine sitaeleza sana kwa sababu ni moja ya mtu ambaye tumebadilishia maisha. That is a cooking oil ATM machine ambayo tunapatia wale ambao tumewekea duka, na mmoja wa the best beneficiaries ametoka Murang'a. Anaitwa nani? Ati anaitwa nani? Mngetaka asalimie rais? Amwagia Mheshimiwa Rais, kwa ruhusa yako tu, kuna mama ambaye tulibadilishia maisha totally kutoka chini mpaka mwisho, anaitwa Wamwangi, na Wamwangi tulimuokota barabara ya Murang'a. Right now ako na duka pale Murang'a, tumemwekea posho mill pale Murang'a, tukampeleka driving school pale Murang'a, na sasa leo amekujia hii ni ATM machine. Ukifinya 50 ukifinya 50 unaweka chupa, inakuwekea mafuta ya 50 shillings, kwa sababu ya wale watu ambao hawana hiyo pesa nyingi ya kuwa na chakula. Huyu ndiye anaitwa Wamwangi. Tunaomba tu kwa ruhusa yako Mheshimiwa Rais akusalimie, kukusalimia tu kwa sababu she is a testimony in this church ya kwamba anaweza toka chini aende juu. Tafadhali tu dakika moja tu Wamwangi, dakika mwetu. Dukige microphone hau. Dakika mwetu. Imwetu? Yuri ya muthamaki wa bururi. Ngai eguko. Mugeithie tu mwire, mugeithie. Habari yako? Ndakwirite wakeno. Ndakena. Ndikimwire arathimu. Be blessed. Wa Matagi, habari yako? Thank you. Wamwangi, umuthu gutire mathaa. Naona president wako? Tukimwire ni uteithĩkĩire haha o ũguo tu. O ũguo tu. O ũguo tu. Habari yako? Nimesaidika hapa kwa kanisa na tunapenda Bishop Ben. Tunampenda na roho zetu yote kwa sababu anatusaidia. Mimi nimetoka Murang'a nikakuja hapa, nikuje tushirike pamoja, na Mungu akubariki sana. Amen. Pigieni Wamwangi makofi mazuri. Huyo ndiye tumetoa kutoka chini, and right now she owns something. Your Excellency, nataka kuleta neno fupi sana, neno la Mungu, na ningeomba Wow. Asante sana Mheshimiwa Rais. She is our image of compassion kutoka mahali ambapo tumetoka naye. JCMA. Mumefurahia? Sasa simpatie rais wetu ile nduru yetu inakuaga ya Gashumbiri pale. In 1, 2, 3. Amen. Can you tell you